mimi napenda kufurahi. Mwenendo. Nini? Mwenendo watumishi. Sawa? Sio tu zawadi unamkumbia mama Daudi. Wewe mama wewe. Kwa kuwa wewe ni katibu wa muonaji. Hapana. Sio hivyo. Cheo chako sio tiketi ya kuwakoromea watu waliokuzidi umri. Cheo chako kikufanye kunyenyekea wale waliokuzidi umri. Kwa sababu wanayo baraka ya kuachilia kwenye maisha yako. So na mimi hapa nachunga kanisa. Ni kweli nikimkoromea mama baba nimepatia. Lakini kwenye viwango vya nidhamu Mungu hawezi kuniamini. Sawa Mungu hawezi kuniamini. Lakini pia anasema na katika upendo na imani na usafi. Imani, upendo na nini? Na usafi. Upendo nimeshazungumza sana. Na upendo kwa Mungu na upendo wa jirani kama nafsi yako. Imani nimeshazungumza sana. Usafi. Dada, navaa brazier, sijui wiki nzima. Kufui. Unatembea. Kipanda kwenye bodaboda, mpaka bodaboda ule upepo ukipiga hivi anashika pua yake. Chafu. Binti. Navaa nguo za ndani wiki nzima. Binti, na unatembea tu. Hivyo. Binti kwa imechanika. Kazi yako ni kuunganisha tu mafundo tu. Usafi. Usafi na usafi wa mwili kabisa. Sawa Usafi na wa roho pia. Usafi wa mwili na rohoni pia. Binti wiki nzima kitanda chao kwenye uvungu hujafagia. Kazi yako ni hapa tu mbele panapoonekana hapa. Na ndivyo wanadamu wanavyofanya. Mwilini anaonekana mzuri. Rohoni sasa. Ngoja. Hii ni surprise. Jumapili tukinya simu za watu wote hapa. Chukua simu za dada tu. Baba, waondolee mawazo kufuta message ya mail. Najua paka Ijumaa inafika, utakuwa umeshasahau. Jumapili. Meru nikuja ninong'oneza unikumbushe na wewe simu yako ndio itakuwa ya kwanza. Nasema simu yako itakuwa ya kwanza. Okay, na mabinti wote mlioolewa. Bwana asifiwe sana. Wewe nikumbushe tu. Niwashitukize. Mnacheka mtajua tu. Usafi. Binti, wewe sio Mchaga. Wewe sio mtoto wa Kilimanjaro wala mtu wa Arusha. Mena na vinzali. Na ulivyo na ujasiri unaongea tu mekino Pigi mswaki. Mena ameshakuwa na njano. Ukiongea mpaka watu wanafanya amina. Tenda kazi wangu leo mahali hapa, piga mswali kwa jina la Yesu. Unataka mtu ana pepo, unamwombea kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Unadhani ana pepo na sukuma na hivi. Kumbe mwenzako hiyo kwa jina la Yesu inakuja na hewa chafu. Kwa anaikwepa. Wewe ni sana na pepo. Watangazaji wangu, usafi, mwana usafi kwa jina la Yesu. Tumia ile dawa inaitwa Vigo Doctor. Ni nzuri sana. Tumia Vigo Doctor. Binti. Naita binti mrembo. Mena na vinzali yana kutu huko. Safisha. Hapa mtanyooka tu. Sina niomba uchafu mtoe hapa na. Bado nakurudia mjana. Kama tu hapa kanisani kwangu mwezi kutengeneza. Naambia hata kwenye ufungoni ni pachafu. Hizi bibu zote hizi. Na sitoi. Nitakuwa ni makumbusho. Nakuja hapa naangalia. Alafu napata ujumbe wenu hapa. Naambieni ukweli. Kuna watu wanapenda maisha display.
akiwa na mchungaji wake, yaani baba nampenda Mungu. Unajua kuna wakati nawaza vitu vingine ambavyo sasa ni vigumu sana. Kuna wakati wanawaza nirushe tu drone zikae nyumba fulani, afikira anayetoka nani namfuatilia. Mimi leo drone naweza nikairusha pale nyumbani kwangu, kaangalia kwenye simu, nikaiongoza kafika mpaka kwa Zawadi, afu naisimisha pale juu. Najua betri yake inakaa mpaka ni saa nzima. Ngaya anasema au baba anataka mambo yetu, anashika drone. Hayo siwezi kufanya. Ila tu ujue mwana Mungu, usafi ni wa muhimu. Usafi ni nini? Wa muhimu. Mwanamke binti unaamka saa 11, haujaoga. Inafika mpaka saa 12 jioni, hujaoga. Unaenda kuoga saa 5 usiku. Binti. Mtaandaa semina na mabinti, na mimi ndio kwa mwalimu wenu. Binti. Usafi, sawa Anasema 13, hata nitakapokuja ufanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha. Hebu sema kuonya, kusoma na kufundisha. Hiyo ni kazi ya mchungaji. Wewe ni mchungaji. Kwenye hili kanisa tuna mshirika. There. Baba tulivu. Mchungaji lazima usome. Lazima uonye. Lazima ufundishe. Mchungaji yote ambaye asomi vitu vipya kwenye maisha yake, huyo mchungaji ana hatari ya kuharibikiwa mapema sana. Naomba tuendelee kidogo hapa. Usiache kuitumia karama ile iliyomo ndani yako. Hebu sema karama iliyo ndani yangu. Anaambia hivi, uliopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono na wazee. Na nini? Kuwekewa mikono nini? Kuwekewa mikono nini? Sasa jamani, wazee wanaozungumzwa hapa sio wale wazee wa kusiwa miaka mingi. Ni watu ambao wamejaa roho. Wamejaa nini? Ni watu ambao sio tu wamejaa roho. Ni watu ambao wamejaa neno la Mungu. Neno la nini? Na mpaka nikae kwenye mstari wa 15, 14. Tusome kwa sauti kama ufika mstari wa 14. Anasemaje? Usiache kuitumia karama ile iliyomo ndani yako, uliopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono ya wazee. Kwa hiyo karama unaweza ukaipata kwa kuweka nini? Mikono. Sawa mtumishi wa Mungu Lakini pia na nini pia? Maandiko yanasemaje hapo? Kwa unabii na kwa unabii. Bwana asifiwe sana. Ijapokuwa karama zote ziko chini ya Roho Mtakatifu. Kila aliyeokoka anazo karama. Anazo nini? Lakini ili zitende kazi, unaweza kuwekewa mikono ama ukatolewa unabii. Ukatolewa nini? Kuna watu hapa niwahi kuambiwa, niwahi kuambia wewe una karama hii. Lakini sidhani kama waliparticipate kutendea kazi. Unaona panasemaje? Karama ulipokea kwa nini? Kwa unabii. Na kuwekewa mikono na nini? Na wazee. Kuna siku hapa niliongoza watu kwa habari ya karama ya unabii. Nikaambia watu unaweza ukatabiri. Mary alifanya, hajawahi kufanya tena. Alikuwa kama kifuu cha nazi. Alivyotoka hapa akawa na kiu akafanya, baadaye kapotea. Hajafanya tena mpaka leo. Maana yake ulitakiwa mwanangu ufanye kila siku. Fanye kila siku. Kuna wakati waimbaji mnaweza msitumia akili zenu, mkaamua mpate muda wa meditation kwenye neno la Mungu. Mnamuuliza Mungu, tuimbe nyimbo zipi? Mnakaa kwa utulivu. Waimbaji wenyewe wiki nzima na siku moja mazoezi. Bombo policho. Wanangu, mumeelewa? Lakini watumishi wa Mungu, anasema usiache kuitumia ile karama uliopewa kwa nini? Kwa unabii. Maana yake nini?
tembea kwenye ile unabii, ile karama aliyoipokea haiwezi kufanya nini? Kazi. Maana yake kwenye moyo wake anatakiwa kila siku akiamka anasema mimi niliambiwa mimi ni mtume. Mimi ni nani? Ni. Kwa hiyo anafanya mambo yote ya kitume. Wewe ni mwinjilisti, hautaki ukaa nyumbani wiki nzima, unatakiwa utafute kondoo. Kazi ya mwinjilisti. Nabii kazi yake anamshauri mtume. Hivi mnasema vizuri mwana Mungu? Sasa leo wainjilisti hawataki kuhubiri injili. Maana yake hauna maana kuitwa mwinjilisti. Sisi tunasema hicho kizungumza Yaani haiwezekani unasema wewe ni dereva wa gari, alafu watu unaendesha gari. Inakuja akilini kweli? Haiwezekani unasema mimi ni mchungaji na chunga kanisa, alafu kondoo Mungu wachungi wanatawanyika ovyo ovyo. Akikosea kidogo tu unalarua. Huyo sio mchungaji. Haiwezekani kama wewe ni mwinjilisti, wiki nzima inaisha hauna hata mtu hata mmoja mhubiri injili. Haiwezekani wewe ni muonaji, wiki nzima hujaona vitu vyote wasaidie. Haina maana. Haina maana hiyo title. Kuna mtu anaelewa vizuri tukiongea kweli? Kwa hiyo utakuja ugundue mwanangu, nani anachelewesha unabii wa maisha yake? Ni wewe mwenyewe. Wala sio shetani. Wala sio nani? Okay, wana wengine wamekataa kuongea. Ngoja nirudie. Nasema hivi, anachelewesha unabii wa maisha yake ni wewe mwenyewe. Sio shetani. Sio nani? Shetani. Ni wewe mwenyewe. Ndio maana mimi sijabadilisha msimamo wangu mpaka leo. Nasemaga nina watu wengi, nina kanisa kubwa, mataifa mbalimbali watakuja chini ngali wasikie kima ambacho Mungu ameweka ndani yao. Kwa nini? Niliwahi kutamkiwa. Kwa hiyo mimi nimebaki pale pale, siumbi. Sijui unasema na Mungu. Niwahi kuumwa mbaya mno. Wengine wakasema wewe atakufa. Nikaambia sifi. Sijahubiri nini? Injili. Na yale ambayo nilitabiriwa haijatokea. Siwezi mwenye ndoto hafi. Mwenye ndoto hafi. Ila anaweza akapita kwenye vurugu nyingi. Ila mwenye ndoto hafi. Kuna mtu ameelewa vizuri mwana Mungu? Unabii uliochelewa. Mungu awabariki kwa jina la Yesu.